Ulikuwa unatumia njinja? Hizi hata kumeza mate ni uchungu. Pole sana. Sasa unafikiria nini lileta tonsils? Sasa unaona kama majadimu imeleta tonsils? Okay. Naona Florence anacheka. Okay, saa kabla tumalize ama tutakapokuwa tukimaliza, japo hiyo sio part of the topic ya leo, tukumbushe tuangalie tonsils. Hiyo iko kwa lymphatic system ambayo pia tunaita immune system. Pole sana. Uzuri bado sauti haijapotea. Kuna watu wanakuwa na tonsillitis mpaka nini inapotea. Nani mwingine ambaye ako na an incidence either kwake, kwa familia, kwa marafiki? Amende coincidence. Lydia anasema arthritis. Nani amekuwa nayo? Wewe, mtu wa familia, rafiki? Fred, eh? Pole sana, hiyo iko so much related na hata chenye tunasoma, kwa hivyo nadhani tutakapokuwa tunamalizia tutakuwa na mengi ya kuzungumza kuhusu hilo. Haya basi, wapendwa na wana wa Mungu na marafiki, wasomi, madaktari wenzangu, nimewakaribisha sana katika fundisho la leo. Na kwa sababu tushaomba, ningetaka tuchukue kalamu zetu, uweke maji karibu na wewe, ikiwezekana kuwe warm, ili tuanze safari hii kujifunza pamoja. A friend alifanyiwa CS, anauliza mbona. Okay, nitajoin na account nyingine ili niweze kufuatilia zenye zinasema. Naona kuna mtu ametuandikia kitu hapo. Acha ni join ili niweze kuwa nasoma pia the comments. Hebu nataka unfortunately hiyo comment ni kama imenipita kwa sababu acha tuiangalie tu. Fred alifanyiwa CS, anauliza mbona the scar inatoka maji. Sawa, Irene tutazungumzia hiyo, especially nitapea Sister Sharon nafasi asitoke, atatueleza. Hivyo nimemwambia ajiandae mawazo. Asante. So tunaweza tukarudi kwa topic, alafu tutakuwa wenye kujifunza, na nadhani kuna mengi tutakayojifunza hapa, Mungu akituongoza. Wewe free no to join na watu wana shughuli ni wetu wangu yuko no to join na wewe yako onera. Sawa, asante. So leo tunasoma kuhusu the skeletal system. The skeletal system. Na katika skeletal system nataka tu kusikia mtu mmoja akituambia anatarajia nini na nini unajua kuhusu skeletal system. To me it was one of the hardest topics I ever came across in high school. Nani anajua kitu yote kuhusu skeletal system? You can just tell us. Hata chenye unaona kwa screen kama ina relate sijui. Anyone? I need just 2 people. Anyone? Yes, naona kuna ameinua mkono. Florence na Eric wameinua mkono, asanti. Na ni kama na noti wanafunzi wenye wanakuwa active. Kwa hivyo nikianza kupeana zawadi, si unaona last time niliuliza swali alafu baadaye kuna mtu alitaka aliattempt. Nafaa nikumbushe jina lake. Yes, tuanzie na Florence. Florence, tuambie what you know about skeletal system.
Kwa hivyo kitu ambacho una expect ya kwanza kusikia ni kuhusu bones. Good. Hiyo ni nini mzuri. Eric, kuna nini kutuambia kuhusu skeletal system? Teacher Eric, we are listening, we are waiting to you. Ulikuwa umeinua mkono. Ehe. Ehe. Type of bones and their functions. Ehe. Isaac Muthee, nimeona umeinua mkono. Composition of the bones. Interesting. Nani mwingine ambaye anaweza akatuambia chenye ana expect ama chenye angetarajia? Okay, sawa. We can begin, eh? We can begin. Sasa the skeletal system kama ambavyo Florence amesema, kama vile Eric amesema, it's a system na tuliona we have 10 systems in the body and the skeletal system is one of the system. Tulisema a system, just kuwakumbusha tu, tulisema kwamba whenever we mention of a system tunazungumzia something that is complete, whereby tunaanzia na cells. Tukitoka cells tunaenda wapi? Nani ambaye atanisaidia kujaza? Someone? Yes, mikono miwili imeinuliwa hapa. Watu wamechangamka. This is so lively. This is so good. Tuanzia na Kevin. Kevin ndiye hajaongea. From cells we go to what? Organization structure yake tunatoka cells, tunaenda tissues, tunaenda organs, alafu organ system. Okay. This is so good. Na ni kweli kabisa. Alafu many organ systems they make up a living organism. Kwa hivyo skeletal system it's one of the systems. It's one of the organ systems ambazo sasa leo tunaiangalia. So basically this is an overview. This is the synopsis. This is a general information ambayo tunaweza tukaikagua na tukaielewa, ambayo tunasema kwamba bones primarily give support to appendages number one. Kwa hivyo wakati wote tunazungumzia kuhusu skeletal system which is majorly made of bones, but sio bones pekee, tutakuja kuona vitu zingine because pia cartilages is part of the skeletal systems, tendons part of the skeletal system, we can talk of joints, it's part of the skeletal system, a number of things tutakuja kuziona, but the major thing yenye inaingia kwa akili yetu ni kuhusu the bones. So bones primarily give support to appendages number one, protect the fragile organs of the body such as the brain, spinal cord, heart and lungs. Kwa mfano niulize swali, which is the name of the bones or the structure, the organ that protects the brain? Nani ambaye anaweza akajibu hilo swali? Na ngoja mikono ikuwe mingi hapa. Yes, Isaac, umechangamka, sema. Asante, umejaribu. Irene, tuambie. The name of the bone or the structure or the organ that protects the brain, because tumeona bones they protect fragile organs. Irene, okay, ni microphone imekataa kufunguka ama ni sauti yako hatuisikii? Ama ni mimi sisikiki?
Am I audible? Someone show me with the thumbs up. Okay. So nasikika? Thank you so much. Irene? Okay. Seems. Yes, Eric. Repeat the question. Nauliza, which is the name of the bone ama the structure that it protects our brain? Kuna anasema the skull bone, Lydia ametuandikia cranium. This is interesting. Oh, na sio Lydia amekupea link. Okay, sawa. Tuendelee. Number 2, na hapa nataka to note this. You see, if we get this is the summary of the whole thing. It's the overview. So number 1 tumeona support na pia ina protect. Facial bone. Hiyo tutakuja kuiangalia Hussein. Barikiwa sana. They store calcium, note, calcium and phosphorus in and bone matrix, which can be released when needed elsewhere. Nataka hiyo ingie kwa akili yetu. So they store calcium and phosphorus in and bone matrix which can be released when needed elsewhere. So we may ask, yes, scalp. Naona Isaiah. Tutadiscuss hapo tukifika. Nadhani unasemea the bone that protect the brain. So, think about it that the bones can store some minerals like calcium and phosphorus and they can be released when needed elsewhere. So, your question should be, hii calcium ni wakati gani inahitajika kwingine? Na ni nini kinafanya ihitajike na phosphorus? You think about it. Kama unakunywa maziwa leo ni kama utakuwa unaona maziwa unakimbia kama ni mtu mkubwa. Anyway, hiyo tutakuja kuzungumzia baadaye. Then another point is that the bumps, ridges, grooves of the surface of bone provide attachment sites for the skeletal muscles. Utakuja kugundua kwamba the bigger muscles you have, the more and the bigger the bones will be. By the way, in this study tutakuja kuona the bones how they grow, how they are destroyed, how they regrow. Kwa sababu nimefunza mahali nikaambia watu in 2 years time unakuwa na a new body. Because the gastrointestinal tract cells ama the gut cells, we have new gut cells between 3 and 7 days. So inamaanisha tumbo yenye ulikuwa nayo last week, sasa hizo uko na tumbo mpya. Interesting. Ama? Very interesting kwa sababu we change clothes but rarely do we buy clothes, maybe weekly, sometimes monthly, sometimes ina depend. So you can think that you have a new gut. The eye cells zinakufa haraka na zinatengenezwa haraka. The red blood cells 120 days, 2 months to 3 months. 3 months to 4 months, lakini mostly 120 days, 90 to 120 days. So you can see kwamba we have new body every bones, they take a longer period na ndio maana tunasema up to 2 years. Additionally, many bones contain soft tissue called marrow that produces new blood cells and stores fat. Nataka kuuliza na kuwakumbusha, mmesikia mtu ambaye amegua na leukemia, blood cancer? I think this is one of the reason why nilitaka kufanya mambo to do with medicine. It's because of a uncle of mine mwenye alikufa na leukemia and he was a very close person to me. Mimi ndio nilikuwa mzee kuliko uncle yangu, so alikuwa ananifuata sana na we were so close, so ilini hurt sana. Anyway, kwa movie kama unjiona, umesikia mtoto anaenda kufanyiwa bone marrow transplant. Kuna mtu amesikia kitu kama hiyo either kwa movie ama real? Anyone? Naona kuna mtu ameweka kidole kumaanisha ashawahi sikia. Na inakaa huyu ni wa mtu wa movie. Ama Kameta uliona, ulisikia real? Florence. Was it real ama ni movie? Okay, thank you so much. Thank you so much.
At least we can have that idea because the bone marrow produces new blood cells and it stores fat. So mostly the blood cells, yeah, in the liver and the source. Hey, nilisoma pia mimi the liver and the source. Nani alifanyiwa transplant rafiki yangu? Ni kama nimezeeka. Nani mwenye alifanyiana? Ni Wadi ndiye alikuwa anafanya. Wadi alikuwa daktari na hata bwanake sijui alikuwa anaitwa nani. Tell us Eric, wengine tumezeeka ni old school, so unaweza ukatukumbusha. Akoko ni great mradi sana. Nani alikuwa anafanya na, na bone marrow? Anaitwa okay. Kwa River and the Source watu nakumbuka tu pekee ni Akoko, Chief Odero of Gomini na Becky. Anyway, we can continue. So, bone is one of the hardest parts of the body. Mm. You think about it, eh? Of course, kuna different bones. Well, some bones have lightweight and they can resist tension. But then, kuna point ingine muhimu hapa nataka tuinote, eh? Nataka ushike hapa calcium salts. Hii sisahau. Make it hard. So calcium salts make the bones hard. So should I ask why is the bone the hardest part? It's because it has calcium salts or calcium minerals. Hiyo nataka isink kwa sababu nitaeleza hapa point. Alafu kitu ingine pia collagen fibers makes the bone strong and flexible. Hizi point zisisaulike kabisa as much as we will ever learn anything. Na kama uko interested kuingia kwa class ya pathophysiology of diseases, this one should not be forgotten. Why? Kwa sababu leo mtu akikuwa na shida ya bones huwa anaambiwa anunue supplements. Huwa ananunua supplements za nani anaweza akatuambia? Na ngoja mtu ainue mkono ama atuambie because mtu akiwa na shida za bones hata watoto huwa anaambiwa anunue supplements zipi? Oh, thank you Lydia, ametuambia calcium. Thank you so much. There's a book written inaitwa The Calcium Lie. Ni kitabu nimekisoma na nikakipenda sana and I want to recommend it to you. The Calcium Lie. Someone to mute the microphone. Eric, please. For now. The Calcium Lie kimeandikwa na Dr. Robert Thompson, eh? Ukikitaka utani text after hapa nije nikutumie soft copy. Dr. Robert Thompson. Ameeleza a number of things, ambayo tutakuja kuiangalia. It's one of the most medical exposés nimeziona. He was a doctor na alitamani sana kuponyesha watu na kutibu watu. Then it comes a point ambapo ameajiriwa in a certain hospital and it was wale watu wanapenda kufanya research na kusaidia watu, so he came up with some method ambayo ilikuwa inasaidia wagonjwa sana. Sitaitaja hapa, you will read. Let me create some curiosity with you. So ikakuwa the patient who could take a month admitted in hospital, they could be discharged within weeks. And if a patient could take 3 weeks, kwake angetake 4 days ama less than a week na amekuwa discharged. Do you know what it happened? Alikuwa summoned by the director akamwambia, wewe na kufuta kazi. How will we make money? How will we keep the business? How will we pay you? Imagine daktari anafutwa kazi kwa sababu watu wanapona haraka. You can ask yourself, and he was really akakasirika sana and he felt so much. Akauliza, then I thought I became a doctor to save lives and to make people's needs, so I never knew it is such a business yenye. I told you about Activiten Chaco, it worked too good to be used in the conventional medicine as they used to. Kwa sababu unakunywa sumu, unapewa Activiten Chaco, siku 2-3 hiyo sumu imeisha. Hata siku moja if it's done well. There's a patient we treated one day with Activiten Chaco only.
but very thoroughly, na hajaienda hospitali mpaka sasa, na and he is very healthy now. Of course kunaweza kuwa na some harms ambazo zilifika kwa system, but hata wenye wanaenda hospitali wengine hata hawa make it. So when things work too well, too good, and there's no way to profit from the same, the system can be your enemy. You will think about it. It's a good book. So nitakuja kueleza chenye anaeleza. Anasema kwamba bones are not made up of calcium. Bones are made up of nataka mtu aniambie how many major minerals tuko nazo. Hii sasa tunaweza tukaandika. Nani ambaye atatuambia? Mimi nangoja. 7. Okay, nangoja. Okay, tusilist. Nauliza the number kwanza. Nataka kuuliza kwanza. Nasubiria. Mtu inue mkono, tusiogope, jaribu. We just try. Yes. Hussein, jaribu. Okay. Nasikiza. Umesema you think 7. Mwingine? Okay, sawa. If you just Google, you will get 7. But the truth is, if you read, na hapa ndio sasa utakuja kugundua there's a difference between maybe Google and anatomy and physiology books, because they will tell you this, we have 12 major minerals. Some books say 13 major minerals. Asante sana for the feedbacks. And we have 46. Is it 46 or 44? I will confirm. Minor minerals. Lakini kuna part ambayo nataka kuweka hapa vizuri. Ukisoma the book inaitwa Back to Eden, Back to Eden. I need to refer to that, nitawapea. Back to Eden inaeleza vile ambavyo the bone, how they make the composition. Actually, they say that let me confirm that, then I will tell you. But let's know that we have that 12 major minerals, tutazizungumzia baadaye, and 46 minor, I mean trace minerals. Yeah, that was a good question. Kuna alisema kwamba we have 7 major minerals. I think there's another one yenye tunaweza tukatumia kwa hizi. There's another word we can use for the major. Okay, because they classify major na minor sometimes, but anyway, we call them trace minerals. Nitakuja kuzieleza. So kuna kitu kingine muhimu hapa ambao ningetaka kueleza kwamba 98% of the bones, 98% of the bones
ni calcium. Mineral composition ni calcium. Calcium and the phosphorus, they make the major composition, so followed by phosphorus. Itatusaidia mahali tutakapofika mahali phosphorus. Alafu the other nini inatengenezwa na the other part is made up of other trace minerals. Na emphasize hapo kwa sababu kuna kitu fulani nataka tuweze kuelewa. So the calcium salts, and I want us to understand hapa, the calcium salts, they make the bones hard. Mbona na emphasize hivyo? So whenever mtu anapewa calcium supplements, do you know what that means? It means the supplement are going to make your bones hard. Now I want to ask a question. Wakati ambapo una repair nyumba, for instance, unapo repair nyumba and then upate kwamba iko na cracks ama kuna weakness, do you first go to buy cement before you diagnose uone kama inafaa ichimbwe kwanza, kama kuna kitu inafaa kufanyika? Because calcium, take it like cement, it is cement. Friends, nataka kunikuambia kwamba one of the biggest scam ni kumbelieve kwamba bones are made up of calcium. It is true, calcium takes the big part, but then the calcium is not the only ingredient, na sio calcium pekee inahitajika ili tukue healthy. Take for instance, whenever there is lack of magnesium, hata utumie calcium kiwango gani, it will never help you. Na hii ndio inatupea the supplement lie. Unapata mtu ananunua calcium supplements, and I know a friend, he is suffering from prostate cancer stage 4B I think now, or 4 something, and unfortunately hospitali wanaenda kundungwa calcium injections. It is sad because there's little that I can do about it, but you can imagine the calcium ni kama kuwekwa cement kwa bones, whereas these bones, for it to hold water ama ikae, there must be magnesium to hold it. So however much you consume calcium without magnesium haiwezi kakusaidia. That's why the researchers do well say when you take something in its whole form, it's more. For example, let me give an example by inserting a slide. Wanasema, I read a book, let me see if I will remember the author. Anaeleza, anasema an average American orange consists of 53 grams of vitamin C. Sijui nini inafanyika hapa. I'm trying to insert comment badala text. Anasema 53, okay, one American, sijui kuna vile aliita, sijui tropical what orange, let's say an orange of 53 grams vitamin C. Anasema na a tablet ama capsules of, in fact inge 500 ama alipeana 200 grams, definitely inakuwa ni mg of vitamin C. Anasema you can never compare these two things because hivi liko natural, iko na fibers ambazo ziko kwa the system, na the orange itself iko na certain amount of magnesium, iko na certain very balanced amount of phosphorus, a very balanced amount of sodium and potassium and so many other minerals. So wakati mtu anakula chungwa na mwingine anakula supplement, the truth is hii itakuwa ya manufaa zaidi kwa mwili, it will be easily absorbed in the system, whereas ingine hata kama iko 4 times more in quantity
than the other one, it may not be absorbed. It goes ahead kupeana kwamba some supplements without good directions of use, they can bring harm. Nataka niwape mfano. Kuna watu wamesikia huyu mtu ambaye amejulikana sana siku hizi wa bodybuilding anaitwa Gashau. Umemsikia? Njoroge Gashau. Ama nyinyi mfuatangi social media? Mliachia watu wa dunia. Umemsikia Gashau ama umemuona? Oh, sauti yangu ilipotea. Thank you so much. So kama ushaimsikia, hebu weka kidole juu. Thumbs up. Okay, at least you are not new. Unapata kwamba ana abuse steroids, ana abuse testosterone, anatumia sijui gani. Na ukipata unapata kwamba in fact I read someone alikuwa anasema budget yake ya dawa the steroids it goes 100,000 for medication pekee, Kenyan shillings. Hii ni per month. So every month lazima kuwa na 100k ya madawa. Alafu akisema by the time anafanya shopping na nini anahitaji sijui 50 plus what inakuwa pia another 100. Anyway, I'm not there but point yangu iko at least anajua hizi madawa kidogo, the conventional one, but he can't use one alone because ukitumia moja pekee inaweza kaleta some other side effects, ama uitumie na isikusaidie. But what a life to live, what a life to live whereby you are dependent on injections, on what so you can be a normal person, whereas God has given you a perfect body. So nilikuwa na emphasize hapa kwa sababu the calcium lie. The calcium, take it as assignment. Collagen. Nani amesikia dawa inaitwa collagen ama ladies wakinunua sijui vitu za urembo zinaitwa collagen? Anyone? Collagen. Hii jina haifai kuwa mpya kwetu. With a show thumbs up kuonyeshana ushaisikia kitu inaitwa collagen kwa maisha yako. Anyone? Sawa, kama hujaisikia collagen usijali. Leo tutaijua. So collagen sijui hizi ni nini hizi nilifanya. Sawa. So collagen, it is responsible to make the bones strong and flexible. But collagen has very many health benefits including the skin, the texture, the appearance and everything. We'll come to it wakati tutakuwa tukiangalia dawa. Kuna mgonjwa nilikuwa nafanyia dawa on Friday na uzuri pia yuko hapa. So nilimfanyia combination, alikuwa na osteoarthritis. Nilimfanyia combination ya collagen extract, nikamfanyia na wheatgrass extract, nikamfanyia na how do we call this? There's these berries, they are so good kwa nini? Cranberries extract. So nilimfanyia tu combination na vitu vitatu pekee na sio yeye pekee. Kuna some other combinations ambazo tunajua vile zinaingiana and from the patient when nilikuwa nimetibu before they worked amazingly well. He also had osteoarthritis. So we'll come to see mbona ilinivo. Unaona hapo sikuweka calcium, niliweka collagen and some other things. Tutakuja kuangalia how it comes to be. These are the functions of the skeletal system. Number one is support. I should have given them numbers. Number one is support. They support the internal framework of the body. For example, the legs support the body, the trunk. The rib cage support the chest. Hiyo nadhani we can understand it. Function number two ni protection. So number one ni support. And number two ni protection. They protect the body organs. Kama skull ina protect the brain. Ribs, they protect the heart and the lungs. Hiyo nadhani
ni self-explanatory. Number 3 ni movement. Angalia the muscles kama za mikono, kama za miguu. So we really depend on, the skeletons, the bones and the other nini ambazo ziko in it. Number 4 ni storage. Tuliona they can store fat in the bone marrow. They can also store some minerals that can be used whenever needed. Shika hiyo point, whenever needed, maanake tutakuja kuona when they are being needed ni wakati kama gani. Na number 5 ni cell formation. The process inaitwa hematopoiesis. Inaoccur in bone marrow, especially in the long bones. So we have support, we have protection, we have movement, we have storage, and we have blood cell formation. Blood cell formation. Yes, for now. Kuna vitu tutaruka unless you want to be very advanced. Kuna slides zingine ziko hapo chini tutaruka. But anyway, anadot. This is interesting. Anadot framework has 206 bones. Nitawapea kazi leo. Leo nataka kuonyesha vile ambavyo kitu ambacho kilinishinda vile nimekishika ndio hata ukishike hivyo nadhani itatusaidia. Baby, mtoto akizaliwa anakuwa, sijui niite baby niandike foetus, acha niandike tu baby. I know this is not a good scientific word, but let's use a baby. Ama mtoto amezaliwa. Acha tuseme infant is much better. Ama mtoto anapozaliwa. Mtoto akizaliwa anaitwa nani? Nataka niambiwa na madaktari. Anaitwa nani? Tutasema ni nani? Ni infant, ni baby, who can differentiate? Mtoto anapozaliwa anaitwa nani? Nataka kusikia. Kunaye ametutapia hapa. Newborn, naona newborn. Okay, hebu niangalie. Because tunaona newborn sijui ni before fikishe 3 months. A band of 92 minutes. 16. 92 minerals. Huko tutakuja kuangalia hizo. Infant. Anyway, you can work even with infant. Ama newborn. A newborn, ama infant. Mtoto mdogo anapozaliwa anakuwa na 270 to 300 bones. Hiyo shika vizuri. But anyway, I can say something about it. You think about it this way. Mtoto mdogo ili asqueeze aweze kutokea birth canal ya mamake. Na leo nitawapea tu kazi kidogo. If possible, go and try to kuangalia video ya mtoto anapozaliwa vile inakuwa. Personally, I've not been in maternity ward, but I have friends wenye wanawako huko kama midwifery and all that. But nimeona simulations, nimeona virtually zikifanyika. And you will tell me huyo mtoto it's a process. Na si just a process. Ingekuwa ni mtu akuwe na bones kama nini, hata zikuwe tu, akuwe tu bora ako na bones ambazo ziko nini. Either umize mama ama hata asizaliwe. But anyway, anakuwa na bones mingi tu, but as we grow these bones zinaanza kushikana. I will show you. So some of the people ambao wanakuwa majestics nini walianza kutrain wakiwa watoto, a number of them. Mtoto anaweza akapiga simasoti hata 5. Simaanishi simasoti hivyo, namaanisha anaweza akanjikunja na asiumie because he has so many bones. Lakini sisi tunapoendelea inaenda ikishikana, as we shall see in the next slide. So another framework has 206 bones. Note that 206, and it is anatomically divided into 2 parts. Anatomically into 2 parts. Ya kwanza inaitwa axioskeleton. Axioskeleton. Msijali sio ngumu, nitaonyesha vile tutaishika. Na ya pili inaitwa appendicular skeleton. Appendicular skeleton.
So axioskeleton, I don't know whether I have a good image hapa ya kukuonyesha ama nitafute kwa PowerPoint zingine hapa. Let me see kama kuna good image hapa ya kuonyesha axioskeleton. Yeah, this is the axioskeleton. Unaona hiyo kitu yote iko na red? Can you see it? Mnaiona? Someone kama unaona my screen niwekee kindole. Thumbs up. Thumbs up. Nyote kabisa nihakikishe kwamba sijaacha mtu. Yes, thank you Isaiah. Anyone else? Tuko pamoja? Thank you Florence. Thank you Kevin. Oh, we are together. So hiyo red unaona, that is the axioskeleton. Thank you Savan. So the skull, the neck bones, the backbone bones, the rib cage. Hiyo ya red, hiyo ndio inaitwa axioskeleton. So you can define it with your own ones. But wewe pata kichwa kushuka hivi. So the other part ambayo mostly ina involve the limbs, mikono huwa tunaita the upper limbs, the clavicles, hapa kiuno yenye inazunguka kiuno, the hip bones and what, na miguu, hiyo ndio inaitwa appendicular. So this is the axioskeleton yenye ni ya red, hiyo ingine ndio inaitwa appendicular skeleton. The axio ni kichwa, kifua, muongo mpaka hapa chini tunakuita quecum. Kuna jina tunatumia hapo. This is the axioskeleton. It protects the delicate organs of the body. For example, the heart, for example, the lungs, for example, the spinal cord, for example, the brain. So the axioskeleton protects the delicate organs of the body. Na inatoka kwa kichwa, inakuja kwa mapafu, kwa muongo, inashuka chini hivi. This is the axioskeleton. Nataka nirudie. I want this to sink because it disturbed me sometimes back. Kuelewa what is axioskeleton, what is appendicular, sijui what. But I will love it to be easy. This is the axioskeleton. Hiyo iko in red. The other part inaitwa appendicular. So let's go back to our notes. Kuna kitu hapa nataka tu nini. Tulikuwa hapa. Yeah. I think kwanza kuna kitu tumepata. So this is the division of the skeletal system. It can be divided into two. The axioskeleton and the appendicular skeleton. Hiyo shika hivyo. So, sasa tunapofika kwa bones, tumetoka sasa kwa the system, the skeletal system which can be divided into two. Tumefika sasa kwa bones. The bones, they can be divided into two also. The compact bone. Tunaambiwa dense, they look smooth, they are homogeneous appearance. Just the word compact, compactible, zinaingiana, compact, kitu kimeshikana. Spongy bones tunaambiwa zingine ni ndogo ndogo, ndio like pieces, na pia zinaonekana ni kama sponge, just as the name spongy. Compact, kitu kimeshikana. Spongy, bones ambazo zinakaa kama ziko na sponge. Mshakula kitu inaitwa sponge? Inakaa kama kikeki ukiweka, ama mboflo, ni kama kimboflo. Mkate ukiweka usiona hata wakiwa kwa competition ya kushindana kukula mkate, niliona mtu anakashika anakaeka hivi anaifinya kanakuwa kama kangumu. So spongy, something that can be compressed. It looks like something that has some spaces so can be compressed. This is an example from that picture. You can see compact vile iko densely na spongy vile inakaa ni kama iko na mashimo. I want that to sink. About the division of the skeletal system into axio and appendicular. I want the division of the bones, compact and spongy, to sink in our minds. Anyway, the next thing, it's advanced kidogo, hii itakuwa kwa high school ama anywhere, but we can just pass through it. Kuelewa tu ndipa kidogo. Kuna bone formation. How are bone formed? Na zinaanzia wapi? It begins in embryos, whereby the skeleton is made of hyaline cartilage and gets replaced with the bone with age. Anyway, hii sikusumbue sana.
if ungetaka kuadvance sana kwa mambo ya medical, maybe you can get into this. But tunaambiwa cartilages remain in few places kama bridge of the nose. Pua yako ukifanya fanya hivi. Sitaki kufungulia video, mtaona nikifinya pua sana. Ukifanya fanya hivyo tu ukishika utasikia ni kama inaweza ikasonga songa. It's because of the cartilage. Rib parts, some parts of the ribs and also in joints. Tutakuja kuzieleza hizi. Then there's this how bones grow. Kuna kitu inaitwa epiphyseal. Inakuwa huku the ends of nini, nitawaonyesha iko hapo in the next slide. But anyway, this one we can read it for ourselves. Ni vile niliona tu acha niweke because it's part of the nini. But we can go and read it. Hizi nimeruka tu intentionally. Lakini nataka tushike hii. Though pia it's advanced. These are, it's somewhat advanced but we can have it anyway. There are three types of bone cells. Ama bone cells, they are classified into three. Ukisikia kitu inaitwa site. Phagocytes, leukocytes, monocytes. The word site comes from Latin or Greek. I mean Greek wording ambao walikuwa wanaitwa kates, ambayo inamaanisha hollow ama container. But now in biology or anatomy it is used mostly to mean cell. So ukisikia phagocytes, leukocytes ni white blood cells. What is site? So site it's much more of a cell. Ndio maana unaona ukipatana na site, hii tu ni kuprepare mawazo. So mature, jina osteo. Anywhere you see the word osteo, it's a Greek name to mean bone. So ukisikia mtu akona osteoarthritis, it means akona bone arthritis. Akona osteoporosis, it means osteo bone, porosis inatokana jina porous, something that iko na mashimo. So it means mtu ambaye akona osteoporosis, mifupa yake iko na mashimo. Anyway, I was just explaining the word osteo means bones, while the word site means cell. So, osteocyte is a mature bone cell. Osteoblasts, these are cells that are called bone builders. Osteoclasts, they are bone destroyers. So they break down the bone matrix to remodel or release calcium. You think about it. Ndio nikianza kusema when you drink milk and the milk cannot be digested to give the calcium, the bones are summoned to break it down so that they can provide the calcium and help you keeping. So unafikiria unakunywa maziwa ili upate bones ambazo ziko strong, kumbe we are causing the leaching of the bones. Leaching of the bones. So mostly when you take, when people take calcium, complex calcium, when people take complex calcium, a good example is let's say cow's milk. Cow's milk, there is something we call leaching, bone leaching, ama bone mineral leaching. Let me explain this, which may result to arthritis. Arthritis kuna different types of arthritis. So wakati tunaambia mgonjwa asitumie maziwa, hatuna chuki sisi na maziwa na nini. Let me give a good nini about this because I've mentioned cow's milk. Cow's milk for instance, iko na certain chemical component inaitwa casein. Well, human milk iko na an active component inaitwa hexanoic acid. Just this easy tu ni part of class notes. So think about it. How long does a calf ama ndama, nimeongea Kiingereza sana, kuna watu wanafaa nichanganye. Ndama akizaliwa anachukua miezi ngapi ndio aanze kutembea? Nataka mtu inue mkono na nijibu. Mtu ambaye ashaiona ng'ombe. Sitaki mtu ambaye haujaiona ng'ombe na unataka kunijibu swali. Unaweza ukajibu tushangae. Kuna mtu hapa ashaiona ng'ombe kwa wenye wako hapa leo? Wengine
Oh, thank you, thank you. Kuna mtu ameona ng'ombe. Hebu tuambie Franklin, ng'ombe anachukua miezi ngapi ndio ndama wake mtoto wake aanze kutembea? Inachukua miezi ngapi? Tatu, nne, ama sita? Miezi kama mbili. Eh, ehe. Oh, okay. Asante. Na si ndama pekee, hata mbuzi na wengine. So inachukua just it takes the same day. Na mtoto, nani ambaye ashaikuwa na mtoto ama amepatana na mtoto mahali anajua mtoto wa mwanadamu, how many years does it, okay, how many days, how many hours, acha niuze kwa sababu cow it's hours, it's a matter of hours. So mtoto akizaliwa leo, Savan alikuwa ameinua mkono pia yeye, inachukua how many hours ndio aanze kutembea? Yes, inachukua days ndio mtoto aanze kutembea. Hey, Savan, unatuambia watoto wa movie ama watoto wa aliens? Sawa, acha ninyamaze. Ni kama tunajibiwa maswali na vijana. Sasa vijana ambao hawajaiona mtoto. Umesema mwezi mmoja ukabadilisha ikakuwa mwaka mmoja. Okay, mostly. Oh, yes Irene, at least wewe najua utatundanganya. Hebu tuambie. Irene, microphone yako iko na shinda. Irene, ulikuwa umeinua mkono. Okay, yes Isaac. Alafu sasa itabidi nimeharakisha hapa to cover whatever we want. Mhm. Oh, eh, lakini miaka mbili imeenda mbali, but anyway, it's generally from 9 months to around, let's say 15 months, but generally hata mwaka mmoja anaweza kuwa akitembea. So you try to think ni nini ambayo iko kwa maziwa ya ndama ya ng'ombe mimi ambayo ndama ananyonya anaanza kurukaruka bila mpango. By the way anarukaruka tu. I ever told some people watoto wenu sababu hawashiki, okay, watoto wetu kwa sababu hawashiki kitu shule ni kwa sababu walizaliwa mkaanza kuwapea maziwa ya ng'ombe, so wanarukaruka kama ndama. Mpaka the Bible inasema tutarukaruka kama ndama. So mtoto ashiki akienda klasi ni kurukaruka tu, hata asikii chenye anafunzwa. Anyway, it might sound like a joke, but indeed we must know that this milk iko na a lot of energy, iko na a lot of complexities ambazo zinafaa kuempower the system, na huyo mtoto digestive system yake haiwezi kasia, na digestive system ya mtoto haiwezi. So really when we do now this, we bring, tunafanya kukuwe na bone mineral leaching, specifically calcium. I want to give an example. Mtu akikimbia hapa, na unajua hii by then anatomy ndio, lakini we are going more than that because kuna points nataka zikuwa understood. Mtu akikimbia, mtu ambaye ametoka mazoezi, I want to believe wenye wako hapa washaifanya mazoezi at some point, kama tuseme primary schools. If you ever did exercise, and I want to ask this to Lydia, umekimbia, kakimbia mbio mashindano, umekuja umesweat, huo unapewa nini? Nataka option A ugali, option B juice, tuseme hata soda, option C mandazi, option D glucose,
Ndio nimeanza kuona ni kama nitakuwa napeana multiple choices kwa sababu watu wananipea hata zenye haziko. Option E, none of the above. Watu kumbe multiple choices mnachangamka. Yes, Kevin. Nilikuwa ameuliza Lydia lakini kama Lydia hajainua mkono. Kevin, tell us. Hebu tusikie Savan kama atasema ni ugali. Namjua sana. Savan. Tumesikia. Okay. Why glucose are not ugali? Si zote zikikuwa broken down, ni gani iko na nguvu kuliko ingine between glucose and ugali? Which one is more energetic? Mbona? Hata ugali iko na energy. Lakini ungetamani wapeane mandazi ama ugali. Anyway, pole sana Savan. Ni vile wewe ni rafiki yangu so I question you a lot. Anyway, you are an active student. Naona watu kuna wameinua mikono hapa. Who wants to explain to us? Kevin alikuwa ameinua. Let's welcome Florence. Florence, tell us, why do you think they give people glucose and not ugali or githeri? Mhm. Na ugali haina sugar. It's a good try anyway. It's a good try. A good one. Actually, you are right, eh? I'm just asking because I want to nini. Watu kama Debbie mnaweza pia mkacontribute. Yes, Isaac, tell us something. Oh, Isaac ashashusha. Tukaribishe Kevin. Mhm. Mhm. Okay, okay, okay. Mhm. Tunasikiza. Kevin, we sawa sawa. Umetumia terminology ingine nzito, but you are very right. Anyway, everyone who has tried, I love it because that's a good try. Everyone by there is right. But now to bring it even more ni nini kwamba glucose, it's the last thing in digestion. Digestion ikifanyika, the starch yote inapeana glucose ambayo it should be converted to energy just as whatever Florence and others have said. So energy, what I mean by this, I mean glucose, ukiweka tu glucose kwa ulimi hivi inaanza kuisha. So glucose uhitaji kumeza, just kuweka glucose tu kwa ulimi ishakuwa absorbed even from the cells of the tongue. So you can see how easily glucose is absorbed and converted into energy very fast. Lakini mtu ambaye amekimbia ukimpatia ugali atakula alafu afaint. Why? The energy needed to digest ugali could be equal to the energy that the body remains with. So you are killing that person. You are committing suicide or a massacre. I don't know. So now take it the same is to our bodies. When we take complex calcium like cow's milk, we are giving the body very complicated form of calcium that the body cannot digest by itself. Therefore, it must break some bones in a way. Let me use that word ili tuelewe. So that calcium can be released and this calcium can aid in the digestion of this other calcium. So you try to think about it. Number two, cow's milk will give lactic acid, which is a byproduct. And the acid is, okay, acid, of course, we know the pH gets from 7 kuenda chini. So na pH inafaa kuwa maintained. So calcium again will be broken to create an alkaline condition in the body. So the more we take acid foods like animal products,
the more we take this, we harm the body. Unafikiria you want to have good teeth, you want to have strong what, but that's a myth, that's a lie. Not even a myth, that's a lie. Anyway, Dr. Robert Thompson atakueleza vizuri katika his book The Calcium Lie. So these are bone remodeling, the way they get to nini, hizi mtasoma. So we also classify bones again into some other ways, ambao kuna long bones kama femur, kama humor. You have some short bones, you have flat bones, irregular bones ambazo ni kama the spinal cord. We won't take a lot of time here. Tunataka tu tukuje kwa picha, tuangalie kwa picha. An example ya long bone ni humerus ambayo ni ya mkono. Misuli, biceps mali zinakuwa biceps muscles. These are an example of long bone. Ingine ni femur. Femur ni thigh bone. Short bones ni kama tarsals. Tarsals ni hizi zenye zinakuwa hapa kwa wrist. Flat bones ni kama there's this we call it kama skull ama nini. Irregular ni zenye zina shape kama spinal cord disc. Yeah, this is a simple way ya kuillustrate because hakuna haja ya kusoma when we can have an image. Okay, sasa kwa long bones kuna vitu ambazo maybe you can understand, though sio za muhimu sana kwa sasa. Kuna kitu inaitwa epiphysis. Epiphysis. Epiphysis ni the end of the bones, kona mwisho na mwisho. But sasa kuna jina proximal na kuna jina distal. Kuna mtu anakumbuka tulipitia jina distal na proximal mahali? I want to see if there's student ambao wanafuata classes, because maybe some people have been sleeping. Nani anakumbuka we ever met a one distal ama proximal mahali? With a raise of the hand. Someone raise the hands. Proximal and distal. Can someone remember? Someone? Anyone? Yes, Florence. Na wengine mkuwa mnachangamka. Yegon hujaongea, Harriet sijakusikia, Sharon haujaongea. Ni kama nitaanza kuwataja na majina. Yes, Florence, tuambie tulipatana hiyo jina wapi? Tulikuwa tunasoma respiratory system ama ni introduction ama ni digestive ama ni nini? Ama tulipata kwa which organ? Welcome. Oh, kidney. Kidney kwa system gani? Digestive ama cardiovascular ama gani? Good. Nani atatusaidia kutuambia kidney ilikuwa kwa system gani? Immune system atuambie ama anything. Yes, Isaac. Thank you. So, kwa kidney tuliona kuna jina. Yes, Harriet, tell us something. Tutofautishie sasa tofauti ya proximal na distal. Ama anything that you ready to say. Welcome, Harriet. Unmute your microphone, please. Harriet. By the way, nasikika? Kama sisisikiki mniambie tafadhali. Okay, nasikika. Okay. Sawa. Thank you kama nasikika. So the word proximal, shika hiyo jina proximal. Ushaisikia simu ziko na proximity sensor? Ama mpitiangi kwa duka za simu usikie vile wana advertise mara nyingine. So proximal means closer to the origin. Closer to the origin. Closer to the origin. Closer to the origin. Distal inamaanisha away. Away, farther. Farther. So ukisikia proximal convoluted tubule, it means it is closer from the source. Distal, far, the other end. So proximal, the first end. Distal. Nasema hivyo kwa sababu pia tukifika kwa expression hiyo iko. So epiphysis ni the ends, hiyo katikati inaitwa diaphysis. Anyway, these things tutajisomea baadaye. Usijali na msijali na hizi zenye tunapita. It's because for this case
they are not very important for us in this case. Tumerudi pale ambapo nilikuwa na emphasize kuhusu axial na appendicular, na nakumbuka niliwaonyesha vizuri, so hata usiposoma note hiyo unafaa kuwa imeingia kwa akili. Axial ni hii iko red, hiyo yenye mnaona iko na red hiyo. Kichwa, shingo, the ribs, the backbone, mpaka mahali backbone inaishia, that is the axial. Appendicular ni hiyo ingine. Very interesting. Now we come here. So axial skeleton, it has 8 bones. 8 bones. Hii ndio nataka isikike. Sasa hizi ndio wewe nataka ziingie kwa akili, si ngumu kabisa. I thought zilikuwa ngumu those days, but I know you people vile mnajibu hizi maswali you will remember. So the axial iko na 8 bones, and we realized that the skeletal system can be divided into two: the axial, which has the head, the neck, the backbone, the ribs. In other words, we can say it protects the delicate organs. Delicate organ number 1 ni brain. Delicate organ number 2 ni heart. Delicate organ number 3 ni lungs. Nimesahau na kitu ingine. Spinal cord is very delicate. So it has 8 bones. 8 bones. How do we count them? We have the skull. Skull iko na 22 bones. Hyroid. Hii hyroid iko juu ya thyroid gland. Thyroid mnajua mahali iko hapa kwa shingo hapa. Sasa kwa nini? Hiyo yenye ina connect ndio inaitwa hyroid, ambayo iko na 1 bone. Vertebrae tunamaanisha bones ambazo zinafuatana na mgongo, the spinal cord, zina case ziko 32 to 34. Why are they rating 32 to 34? It's because the older, the more we grow, ndivyo bones zinaenda zikishikana. I will show you how, especially the vertebrae bones. Ribs ni 24 bones. By the way, leo nilikuwa na hesabu ribs zangu. Kama umeslim kidogo unaweza ukazisikia, lakini sasa kama uko na fats mingi hata utasikia kama uko nazo. But anyway, we have 12 each side, which make 24 bones. Should I tell you that kwa ribs, these are added information. Tuko na bones ambazo zinaitwa true ribs, kuna false ribs na floating ribs. Acha tukipata picha nzuri kama itakuwa nazo nitakuonyesha. But you get skull ni 22, hyroid bone moja zinakuwa 23, vertebrae 32 to 34, tuchukue tu 34, though most books even say 33. So 22 plus 1 23 plus 34 57. Si ndio? 57 plus 24 ya ribs 57 itakuja 81. Inakuja ngapi? 61. Kuna rafiki yangu ananiambia ananisaidia kuhesabu hapa. Sorry, 81. 81. Inakuja 81. So that's why we say this one. In fact, we inakuwa mostly we don't talk of 33. Si mnisaidia watu online, si mnisaidia kuhesabu. They say 32 to me, but I think the very specific one is 13. So we can add 2 plus 1 plus 3 plus 4 plus 1. 2 plus 1, 3 plus 3, 6 plus 4. Amnisaidi. I know. 56. You will count. Yes. Because the one, Just but tulikuwa tumezungumzia kwamba it has 8 bones Nitakuja kukuonyesha how to become 80. But leo tulikuwa tumesema 32 to 34. Nitakuja kukueleza tu. Elewa tulisema mtoto akona so many bones, akona more than 270 to 300 lakini mtu mzima akona 206. Let me show you hizi bones, bona hatujapeana exact number. This is an example now of the exoskeleton. We have the skull, you have the hyroid yenye iko hapo karibu. Ukiangalilia from the
medial sagittal plane view, ama ukiangalia from the front utafikiria ni chini, lakini iko hapo chini. Kuna hii rib cage, alafu kuna vertebral column. Nataka nikupeleke hapa, usijali na hizi for now. Nataka nikuonyesha kwa vertebral column kuna kitu nataka. Hizi nataka tujisomee. Nadhani tutaiangalia wakati tutakuwa kwa immune system, kuangalia the sinus. Kichwa ningetaka tu tushike hii for now, kwamba the kichwa huku mbele kunaitwa frontal lobe, yenye inafuata inaitwa parietal, na huku nyuma kabisa kunaitwa occipital. Alafu towards the signs, huku signs za masikio ndio inaitwa temporal lobe. Lobes na kwa bones pia zinaitwa hivyo. So kuna frontal bone, kuna parietal bone, kuna occipital na pia kuna temporal. Tukifika kwa nervous system, hiyo majina anza tu saizi kuivisualize kwa sababu tutaitaja sana. Sijui this side of the knee they control this side, eti the muscles za hii side zinakuwa za right zinakuwa controlled on the left. Sijui the brain, the nervous system, mtu akipiwa na stroke side ya left, unafaa kujua kama ataenda kufanyiwa operation hospitali, brain itachinjwa side ya right. Why? Because kuna mali zinapitana hapo kwa medulla oblongata, kuna mali zina cross. Anyway, ili tupate hizi tu, ini to give us an overview. So hii vertebral column sasa, hii ndio vitu vingine nilikuwa nataka tuangalie vizuri tu, kwa sababu should you be given an x-ray. Last week nilikuwa na mgonjwa ambaye amekuwa na shinda ya shingo, it has been very painful, and so nikamwambia ndo fanyiwe x-ray na akaniletea. Unfortunately aliniletea bila report, so ilibidi nijaribu kudigest, pandali nitumia report, but you have to understand chenye unaongea na mgonjwa. So mnakumbuka bone ilikuwa inaitwa atlas na nyingine axis. Yes, the first inaitwa atlas ambayo ni C1, C2 inaitwa axis. So hapa ndio nataka tuone bones vile zinakuwa labeled, kwa sababu utasikia mtu akifanyiwa CT scan, MRI, especially inahusu muongo ama abdomen, utasikia wanasema L4, sijui iko na nini, sijui kuna muscle spasm at T2, at L5, sijui what. Those are the things zenye ningetaka tuelewe. So hapa kuna the first bones kutoka kwa vertebral column inaitwa C1. Huwa zinapewa majina kwa sababu zinaitwa cervical vertebrae. So the one C is for cervical. Unajua the first time nilipatana na cervical bone nilipata kwa ripoti ya mgonjwa. Those were many days ago. Nikajiuliza, sasa huyu mgonjwa ni mwanaume, ako na cervical 1. Na mimi najua cervix ni ya wanawake. Kwani hii picha, na nikasumbuka sana. But anyway, cervical bones ni the upper part of the backbone. Huku mahali unasikianga kama uko na tundoti tutatu, ama mjisikia? Shika shingo yako hapa, ukitoka tu mahali nywele zinaishia shuke hapa, kuna mahali utasikia kama uko na tudot. Ni tudot ama ni tu nini? Kuna vitu tunakaa kama tumevimba hivi. You try to bend your neck facing downwards. So there are those 7 bones na zinaitwa cervical vertebrae. Sorry for that, someone is calling. So kuna C1 to C7. There are 7 cervical bones na zinakuwa concave. Concave inamaanisha zimembed towards the right. Kuna concave na convex. Anyway, tutakuja kuelewa hiyo baadaye. After hapo tunakuwa na bones zinaitwa thoracic bones ama thoracic vertebrae. Na kwa thoracic vertebrae, shika hiyo jina thoracic. Thorax. Mnakumbuka tukisoma an insect. Mnakumbuka an insect? Kwa sababu mimi ndio niliinteract na jina thorax kwanza. Head, thorax and abdomen. Thorax ni kama, we can say it's more of kifua, the part of the kifua. So after the cervical bones we have 12 thoracic vertebrae. In fact, that is why we have 24 ribs. So the 24 ribs, they are attached to the thorax vertebrae. Na ziko 12. Nazo kwa sababu zinaitwa thoracic. So the one thoracic ndio ina denote jina na T. So ukipata T1 bone, T2, T3 up to T4, 12.
T1, T2, T3 mpaka T12. It means thoracic vertebrae 1, thoracic vertebrae 2, hivyo ndivyo zimepewa majina. After tumetoka kwa thoracic tunaenda kwa lumbar. In fact there's lumbar arthritis. Lumbar ni pale mgongo inambedia. After tumetoka kwa ribs, hapo ndipo tunaanza lumbar. Na lumbar iko na 5 bones. So inaitwa lumbar vertebrae. Sasa ndio utaona zimeandikwa L1, L2, L3 mpaka L5. So ukipata report ya mgonjwa inasema there's muscle spasm affecting L1 to L4 with bulging bilateral sijui what. Utapata jina bilateral na ndio maana tunasoma anatomy. Bilateral what? Spasm, muscle spasm affecting L1, L2. This is what it means. You can now picture out huyu mgonjwa ana shinda ya kifua huku juu. Huyu mgonjwa shinda yake iko hapa kabla ya kufika the lower abdomen kabisa huku chini. So you can try to figure out and to think. It has lost its normal lordiosis. Maybe iko na hypolordiosis. Lordiosis ni normal curvature. So iko na hypolordiosis. Iko na hyperlordiosis. Narudia because those terms are, I'm just believing that at some point mamako, God forbid, acha tusitumie mzazi wako, someone a friend may come and tell you hii report ni ya rafiki yangu and amefanywa x-ray anasema mgongo uko hivi, so unaonaje? Unamwambia hebu kwanza nione before pelekea daktari. I think massage ya castor oil na cayenne pepper na peppermint inaweza kumsaidia. Why? Naona hii ni lumbar na hii bone ni moja imetoka hivi, so if you can massage towards this itatusaidia. No, this one hata ikai ni massage, hii inaonyesha ni minerals zinakosa kwa mwili, so I don't think anafaa kudungwa sindano, but rather tumpe chakula iko na minerals. This will help us understand. Sasa kuna kitu inaitwa sacrum ama coccyx, iko na 4 bones lakini zinakuwa fused. The more you grow, vile unaendelea ukikua zinaenda zikishikana zinakuwa 1 bone, na sacrum pia zinakuwa 5 bones lakini the more we grow zinaenda zikishikana. So at the end of the day unapata sacrum is 1 bone, coccyx is 1 bone, lakini remember all these bones they were independent. They were 5 fused. They were 5 different but they fused, they make 1. The same to coccyx. Ndio maana mtoto unapata bones mingi zinaenda zikishikana vile watu wanaenda wakikua, na ina cause ama inapunguza mobility. These are bone, hizi ni vertebrae vile inaonekana. Hii hollow ni mahali spinal cord inapitia. This is the other now, the body of the bone. Huku ni mahali itaenda kushika. You don't mind about the transverse. Hii sasa tumeachia wanafunzi wa form 4 wanafaa kushika. Transverse process, vertebral arc. Anyway, because you have the note and I will share, tutaziangalia. So kuna kitu muhimu nilitaka tuweze kunini. So this is now the thorax, thoracic cavity. Hii inaitwa sternum. Sternum imegawa, but anyway haina nini sana. Imegawa into 3 or 4. Tutaona sigmoid process, sigmoidal joint, intercostal spaces tulizungumzia wakati tulikuwa tunazungumzia the breathing system. I'll share the notes. But sasa acha ni tuzungumzie. Hapa wameeleza the floating ribs. Good. Hizi nilikuwa nimewambia kuhusu true ribs, false ribs na floating ribs. They are not majorly tested ama nini, but it's good you have that information. So the true ribs ni rib ambayo inatoka kwa mgongo inakuja mpaka kwa sternum. So all ribs that zinajiattach kwa sternum directly independently ndizo zinaitwa true ribs. And they are normally 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this is the last. Kama unaangalia kwa screen, this is the last bone to attach to sternum itself. False ribs ni zile zinatoka kwa backbone lakini hazijiattach kwa sternum directly, zinakuja kujoin, of which ni 8 to 5 to 12. So 1, 2 utazihesabu zote zinakuja hivyo. Lakini sasa kuna bones mbili, ribs mbili ambazo zinatoka kwa mgongo lakini hazifiki huku mbele. Si ushike tumbo yako ujaribu kusikia mahali diaphragm yako inaishia, usikie kuna rib bones, kuna bones zimetoka kwa mgongo lakini hazifiki huku mbele, zimekuachia space kwa tumbo. Of course God designed that with a purpose. Ili ukienda kukula bila temperance usikufe. Ili mama naye kama ni mama akikuwa mjamzito mtoto asifinyike, so ametuachia na allowance.
Yes. You see we live, sasa imagine kama tungekuwa na hiyo bone, watu wenye wako na kitambi si wangelipuka na ndani. That was not God's plan for men especially, but now anyway, God is very merciful. You can imagine ukiwa umefungana hivyo kama inzi, alafu unaenda unakula bila kiasi. They can be bad. Mama anapokuwa mjamzito, this body should be pushed to allow the development of mtoto kukua. So anyway, God is a wonderful designer. No other machinery will ever equal the human machinery. Appendicular skeleton, sijui hii ni wafunze ama hii ni wapee kazi, but nitawaonyesha tu njia rahisi ya kuzishika. So appendicular ni the arms mostly, the hip bones and the legs. Basically, the shoulders, the arms and the legs. That form the appendicular skeleton. Hiyo yote iko na red, hiyo ndio inaitwa appendicular skeleton. So kuna kitu nataka tuone hapa. So appendicular skeleton, which is not very important maybe for this case, but maybe you can know, zinakuwa divided kwa region. Kwa mfano kuna inaitwa pectoral girdle ama pectoral girdles ambao ni shoulder. Ni vizuri ushike hivyo kwa sababu utapata ripoti ama unasoma mahali nasema the pectoral girdle, unauliza hiyo ni nini? So it is basically the shoulder. So the shoulder iko na 4 bones. Shoulders zote mbili. That is, hii ya juu hapa inaitwa clavicle. Hii iko hapa juu inaitwa clavicle. I can touch mine bila nafunza because I have just a t-shirt, so I can touch my clavicle. And also you can touch yours. Then kuna hii ingine ambayo inaitwa scapula. Scapula ni bone ambayo inashikana na the shoulder hapo. Inaitwa scapula. Scapula by the way iko side ya nyuma. Najua kuna wanataja wanauza side ya mbele. I'm trying to touch my scapula. We call it scapula. Yes. So there's scapula moja and there's clavicle moja. So these are 2. But from both sides, because you have both sides, ndio zinakuwa 4. So those are pectoral girdles. Tuko na arms and forearms. Sasa sikia. Kwa anatomy, hautapata the hand. Unajua unaweza kukwambia show me your hand, unafanya mkono hivi. Hapana. In anatomy and physiology and medical terms, you will find them using the upper limb and the lower limb. Unaweza ukasikia wanazungumzia the arm and the forearm. So unaweza ukauliza kwani ni nini inazungumziwa, kwa sababu kama mikono hataita hands wataita upper limbs. Alafu wazungumzia arm and forearm. So simply the arm ni from the shoulder mpaka mahali ambapo kuna joint. Kwa Kimeru tunaita nkankula. I don't know how you call it by your. Yes, you can feel it from the shoulder mpaka hapo mahali kuna joint. Hiyo ndio inaitwa arm. Na arm iko na bone moja ambayo inaitwa humerus. So tumesema they are 2 because we have 2 arms. Tukikuja sasa from, how do we call this? Hii ni kazi? Elbow. Ndio anaita nkankula. Najua ameruka kwa huku wanacheka. But yes, from the elbow, now towards huku mikono iko, kuna 2 bones. Kuna radius na ulna. Hizi ni overview tu. Radius na ulna. Radius ni yenye ukifanya mkono kindole hii nono. How do we call this? Thumb. Thank you. Niko na student wa form 4 hapa ndiye ananikumbusha vitu. Yes, the thumb. Ukiinua the thumb juu hivi. So that's the first bone unaisikia, it's called the radius. Ulna ni yenye iko huku towards the elbow na huku chini. Anyway. So we can say the arms and the forearms they have 6 bones. The pectoral girdles they have 4. Then tunakuja kwa hands. Hii ilikuwa inanisumbua kitambo na ndio maana nimeambia watu washike jina distal na proximal. Distal na proximal. Hii mtapitia but I want you to take it very easy. Kwanza, angalia vile zimepakwa marangi vizuri. Hizi si cutex. Kuna mtu alikuwa anataka kuuliza swali na mimi. These are just colorings Kuna kwa mikono, ukisikia hard in anatomy or biology, we are not talking about elbow and the rest. No, we are talking about yenye inashika from the wrist up. So we have 8 bones ambazo zinaitwa carpals.
You can count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So these are called couples. Tuko kwa mikono couples and they are 8. Tukitoka kwa couples tunaenda kwa metacouples. Meta ni more. Ukisikia metaphysics, beyond. Ukisikia meta iko na WhatsApp, iko na Facebook, beyond ama more. So metacouples ziko 5 kama vile vidole ziko 5. But I want you to note that the thumb kuna kitu inakosa. Iko na kitu kinaitwa proximal phalanges. Phalanges sasa ni bones za vidole. Iko na proximal phalanges, the thumb, kama vidole vingine, lakini haina intermediate phalanges. Haina intermediate phalanges. So iko na proximal na iko na distal. Proximal na distal. Lakini haina intermediate phalanges ambazo zimepakwa color blue. But vidole zingine ziko na mpaka distal. Distal tulisema away further from the origin. So the origin is the wrist. Wrist ndio inaitwa couples. Ziko 80 bones. After the 80 bones za couples, kuna 5 bones ambazo ziko every finger zinaitwa metacarpals. Tukitoka hapo kuna proximal phalanges ambazo ziko in every finger. Tukitoka hapo tunaenda kwa intermediate, lakini thumb haina intermediate. So tunaenda mpaka distal. Na hizi zote ndio tukihesabu kwa mikono mmoja uko na 27. Because you can say 8 plus 5, 8 plus 5, 13, 13 plus 5, 18, 18 plus 4, 22, 22 plus 5, 20, 27, 27 times 2, 54, kwa sababu ya mikono yote miwili. Please note that. Si ngumu. If you take your own time, you can just memorize it. After hapo tuko na pelvic girdle ambayo inaitwa hip bones. Na hizi hip bones kuna 3 pairs ambazo ziko joint. Ya kwanza inaitwa ilium, ischium na pubic bone. Anyway, ina carry the total weight of the upper body, ndio inabeba uzito yote kutoka huku juu. Na hapa pia ndipo tunakuwa na vitu. Tutakuja kuona nerve endings ambazo ziko hapa mingi, lakini ina house reproductive organs, ina house bladder na pia some part of large intestine. Yeah, just you note that. Tukikuja sasa kwa miguu kuna thighs, iko na 2 bones ambayo inaitwa, we call it femur. It is the longest and the strongest. After hapo tunaenda kwa bone inaitwa patella. Patella ni aka unaona hapa kwa knee kuna kakitu huwa kanasonga songa. Ndio Wameru wanaita kanchongolo ama wanahitaji. Yes, I'm using that because I know there are some people who can understand my language. Ako kambona ambako huwa kanasonga songa. By the way, kako very important. Ukilose hiyo, your movement becomes problem. Then tuko na tibia. Tibia ni that, hiyo part of bone ambayo unaweza ukaiguza tu. I'm touching mine. Hiyo yenye iko huko mbele kabisa, that is tibia. Then kuna nyingine ambayo iko hapa nyuma ambayo inaitwa fibula. So you can compare it with the radius and the ulna ya mikono. Sasa tunapokuja kwa vidole, kwa feet, badala ya kutumia couples kwa miguu tunatumia tarsals. Na hapa ndipo kuna different. Couples zilikuwa 8 on every hand. Lakini tarsals zinakuwa 7 on every leg. Hapa pekee. Lakini hizo zingine metatarsals, proximal phalanges, intermediate phalanges, distal phalanges, everything is the same. So the only difference is kwa mikono we have 54 bones. Why? Because couples ziko 8. Chenye kinafanana na couples kwa miguu zinaitwa tarsals, ziko 14, ziko 7. Hapo tu ndio difference. My friends, it will be very easy. Hizo zingine ni joints and I don't want to talk much about joints. I know you're fluent and what, because I know these are sharp students and they will have these notes.
So as I want to conclude, kumbe dakika zimeenda hivi. I was not looking at my time. Nataka kusema kwamba kuna vile miguu inavunjika, kuna fractures ambazo huwa zina affect bones. Sijaweka mambo na arthritis hapa. And these are the common types of fractures which affect the system. Fractures is a break of bone. There are so many types. Kuna simple ambayo inaitwa closed and all that. But mostly this is what they use. Ama these are they classify in clinical ways. Kuna ile wanaita comminuted ambayo imevujika vujika, especially after a very serious accident. Ama mtu ambaye amezeeka, bones hazina nguvu. Kuna hiyo compression depressed. You will see them in the notes. So there are things we call bone repair, how it happens. Kuna hiyo hematoma. Ukipata jina something, it mostly deals with blood. There are those cells that die. Then kuna hiyo fibrocartilage ina form, baadaye bone callus ina form, baadaye kulakua na remodeling. This is how the bone heals itself, na ndio maana ukivunjika unaenda unaweka plaster to make sure the nini. Okay, kama kuna internal nini inaweza ikavutwa the nini ambayo imeleta inflammation, but in most cases unafungwa bila kusonga songa. This process takes place na unapata kwamba umepona. That's how God has designed this mechanism. Mungu abariki sana for your time. I want to welcome questions. I think anyway, inaweza kuwa ni kitu tulikuwa tunaona ikiwa complicated, but I really want to tell you it's not, and it's not hard. Na ukiwa na hiyo basis, next time tukikuja kwa muscular, you will enjoy, because this is harder than muscles anyway in a way. I don't know, tatupende na nini, but with this knowledge, at least you have an overview of what is really important in our body. Maswali karibu. Kama una swali inua mkono. Someone with a question, kindly raise up your hand. Ama washe kamera ndio uinue mkono tuone. Kuna option ya kufinya ya kuinua mkono. Nasikika ama nilibaki peke yangu? You see, they can be so bad. Thumbs up if I'm audible and clear. Thank you so much, Kevin. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Irene. Thank you so much, everyone. Isaiah, yes. So someone with a question aweze kutuuliza. Wangapi wanaona kama wakipewa hiyo subject wafanye exam wapitie tu, wapewe notice siku mbili wa revise kama watapita? Because anyway, they don't even ask so much. Watakuuliza the skeletal system is divided into which terms, explain. Ama describe the skeletal system ama the appendicular system. 20 marks. Hiyo ni biology paper, sijui ni paper what? Paper 2. Unasema the exoskeleton consists of bones of the head, of the neck, of the backbone. Bones that protect the vital organs, the delicate organs like the brain, the heart, the lungs, and the spinal cord. Unaanzia tu hivyo. The head, the skull, has 22 bones. Hiyo ni point. Unakuja the ribs ama the vertebral column, unaweza ukaamua kuzilist, is divided into 3 ama 4. The cervical bones, which are 7. The thoracic cavity, the thoracic vertebra, which are 12. The lumbar, which are 5. The we call it caisson, which are 5, and the coccyx, which are 4. However, in the latter process, the caecum and the coccyx both combine to form one bone each. The rib cage has 24 bones. Bones that connect to the sternum, they are called true ribs, and they are how many number? Hivyo tu. Anyway, I think with these notes you can go through na itakuwa rahisi na
It will prepare us for the nini. Ndio tukianza kusema lumbar arthritis, you can understand what is lumbar arthritis, where does it affect. Tukizungumzia kwamba osteoporosis is bones that are ziko na mashimo, you understand osteo is bones. So ukipata daktari ameandika OA, it means osteoarthritis. Kisema amesikia osteoporosis, sijui nini. This is basics anyway. Karibu maswali. Kama hayapo, tutaomba tumalize. Kuna mtu alikuwa akiuliza kuhusu arthritis. I don't know whether Lydia is still in the meeting ama ametoka. Is Lydia in the meeting? Kama hayuko atanitafuta baadaye. Let me see the comments. Mwalimu unatuonyesha bone parts na tukuoni. Mimi si bone part. Thank you. Anyway, I'm just okay, sometimes mtakuwa mnaniona, sometimes baadaye tu. Baadaye mtaniona. Sorry for that. Nitakuwa nawasha kamera. For now, we shall work like that. Hata nyinyi hamjafungulia zenu, but we will open them. Ndio uzuri ya kufunza online, unaweza ukafunza hata ukiwa na kinyasa. Ama na vest, but we shall. So who wants to ask a question? Na watu wanacheka hapa. Yes, bora internet inafanya, you just can. Shida ni kamera ikiwasha bahati mbaya, muone nimevalia niko na marasta ama hata nini. Anyway, that's just a by the way. So hakuna maswali? Wow, I will sleep early today. Umeelewa? Ama nimewachanganya? Unajua naweza kuwa nimeona ni rahisi alafu nimewakimbiza. Sawa? Kuna kitu umeshika? Okay. Watu walilala? I don't think so. Okay, thank you so much, friends. Okay, thank you so much, Savan. God bless you abundantly. I want to request someone to pray for us or to pray for us and pray with us. Tufunge lesson ya leo. I think tumeshika kitu. Hivi tutaelewa vile tutakuja kueleza magonjwa vile ina form, because when you mention certain bone, it will be really applicable to us. So I volunteer to lead us with a word of prayer to end this session. Tumemaliza mapema leo kidogo. Tujachelewa sana. Ndio niwatumie notes za last class na hii, and later the last recording niliona kama ikuwa sawa. I don't know, there were some issues, but we shall see how we go about it. I volunteer to lead us with a word of prayer. Maybe before the volunteer lead us with a word of prayer, Sharon, are you in a position to speak? Kuna mtu alituuliza swali kwamba there's a lady alifanyiwa CS, cesarean, and then kidonda inatoka maji. And I know you can better explain even than I can. Are you in a position to speak kindly? Sister Sharon, could you be in a position to speak? Okay. She isn't in a position to speak. So I think the one who asked the question is Irene. Irene, we shall address it after class, which is not today. Okay, which is not this evening. It can be today, but today in the morning, afternoon.
ili tuiongee in details, but ni vitu huwa zinafanyika, so tutazungumza into details. Mwenye alikuwa ametulizia arthritis hayuko, so arthritis ziko so many, we can have like 7. Let's talk of osteoarthritis in affect the bones mostly, na pia inaweza affect the ligaments. Rheumatoid hii inakuwa kind of autoimmune, kuna hiyo kufura magoti, kuna hiyo kufura magoti for instance. Yeah, the body is fighting against itself. Hiyo ni rheumatoid arthritis. Kuna gout arthritis, mostly in affect the toes and the fingers. Kuna another type of arthritis in osteoporosis, in affect the bones inwardly. Inakuwa the bones, they don't have enough minerals, so they are porous. Osteo is bone. Kuna lumbar arthritis, in affect the lumbar ambayo tumeona L1, L2, L3 to L5, the back. So there are so many types of arthritis. So you can't conclude ni gani uanze kuambia mtu kunywa hii, fanya hivi, kunywa. It's good to try to see which kind of arthritis, why is it so, what could be the cause, what can we change, then we give the remedy. So God bless you. Kindly a volunteer pray for us. Sister Irene, if you're in a position, you can pray for us. So ndio maana hatujazungumzia kuhusu arthritis because tutaanzia na gani for now. So Sister Irene, are you in a position to pray for us? Okay. Brother Eric, are you in a position to pray for us? Sister Irene, I think she's not in a position to. Yes, kindly lead us with the word of prayer, brother. Amen. 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 Thank you so much, friends. May God keep you. May the Lord God shower you with his blessings. May he protect us. Have a lovely night. Tuonane tena on Tuesday. To keep time. Yeah, to keep time because kama leo I was to go to a place. We were to go to a class. Kuna consult. Okay, kuna wazee, kuna watu ambao wako na hii knowledge sana, so but I had to cancel it because of this class. If I went, we could not have this class, but nikaona tu let me inconvenience myself so that we can have these classes. I missed that chance. I will have to look for a way ya kupata. So tujikaze ili tumalize before tuanze camp meetings and other activities. Tuko at least tumemaliza the anatomy. Yeah, so let's also try to keep time. God bless you and keep you.